nimekuwa nakwambia hizi shughuli tuko nazo nafaa tujipange. Umejua sasa tukikimbia hivi hizi shughuli nazo tutamaliza. Alafu mwanangu, mimi nimekuja kujifunza kitu moja katika hii maisha. Katika hii maisha inafaa mwanangu unaishi vizuri na watu. Ujuangi nani atakusaidia kesho. Hapo ni kweli. Hawezi jua ya kesho. Kabisa mwanangu. Sasa hapo lazima tujipange. Sinaona msitu hapa. Sasa ufike haraka basi. Sawa mwanangu. Kwani pia kwa msitu unaenda tu unakaa hivyo man? Hivyo mwanangu. Niambie. Usikii mwanangu time imekuwa kule ndani. Usikii nimepata msitu ndani. Alafu cha kushangaza ni msituni. Mkufu ni ajabu. Mkufu wenyewe kwa inao. Yaani brayo, Mungu naye atusahau. Tumekuwa na complain about pesa. Huu mkufu unakuwa dhamani. Unakuwa dhamani. Kitu best naweza kushauri twende workshop. Wapima mkufu kama ni wakopa ama ni wa dhahabu. Then tuone watatuambia wanatupa pesa ngapi. Alafu mwanangu, usirupukie tu vitu haraka haraka. Rupuka aje? Bra, tumetoka nyumbani tunajua tunaenda kutafuta pesa. Tumefika hapa hatuna pesa, tunaenda hatujui kama tunaenda kupata kazi. Umeokota mkufu. Hii ni pesa. Wewe kitu na mimi nakushauri, twende kwa workshop, tutafute tuone kama watatupa ni wa dhahabu ama ni wa kopa. Tuone watatupa pesa ngapi. Wewe mwanangu, acha tumalize shughuli kesho. Hebu tuishie hapo. Sasa huu mkufu ulikuwa wa laana. Ndio. Yaani yule mtu alipofariki, sasa tukasema kwamba ni wa laana na ukapotelea kwenye msitu. Umeelewa? Sisi sijui kama unanipata. Labda unanipata? Nimepata. Hivi huo mkufu ulikuwa ndio ulisababisha kifo cha huyo mtu ama tamaa zake ndio zisababisha? Huyo mtu alikuwa na tamaa na mkufu kajulikana kama wa laana. Unaona? Kuna maisha bibi naweza tamka kwa mkufu niseme nataka wanawake wengi, nitawapata? Vipi? Huyo ndugu yako yuko sawa? Acha umalaya ndugu. Na maanisha kwamba unaweza tamka kitu ambacho unahitaji na hiyo mkufu inaweza kukufanyia. Umenielewa? Kama utajiri, kama unataka kuwa na magari mengi, kama unataka kumiliki kitu fulani, unaona? Hoteli kubwa kubwa, kama za kina Diamond, unaelewa? Sasa nimeanza kukuelewa bibi. Hivi sasa huo mkufu unaweza kutumia kutajirika? Unaweza kutumia lakini ukiwa na tamaa unakufa. Tamaa mingi unakufa. Kwa hiyo unaomba tu kitu inakusaidia hivyo basi. Umeelewa? Tamaa. Alafu wazazi wako nyumbani vipi? Wako salama. Ndio kama saidia masuala ya hizo story. Au kuna lingine? Asante. Asante sana bibi. Umefika kuoa. Tumeshukuru. Tutakuletea wajukuu. Uniletee wajukuu. Maana mkufu uliopotea umepatikana Haya mbona vitu vingine vinanipita tu kijijini.
Utajiri huo van unachelewa unalalisha. Huo lazima niupate. Haitakuwa sio mimi. Lazima niupate. Yaani Van kaongea hapa kajua sijamsikiza yani. Ulimwengu. Sasa huo mkufu ni kama wamesikia maombi yangu. Lazima niupate. Ila Van sasa hajautaja, ameusikiza kwa nani? Van hizi umbea katoa wapi? Nikisema nimfuate atanishuku. Sasa na mimi namfuata tu pole pole, mguu wangu mguu wake. Mpaka siku ndajua. Tatizo. Nilipoteza lakini umepatikana. Asemaje mwanangu? Tunalia shida. Na mimi nikikumbuka vizuri, Biblia ametuambia mkufu una tamko 3. Kama hujui maana tamko? Najua, si nimeshani. Kama unaelewa ni sawa. Sasa mimi nilikuwa naelewa ni vyema. Wewe unaonaje utamke sasa unataka kuwa tajiri? Mimi nataka tu kuwa tajiri usikie. Sasa ujaribu nikiwish kwa nini mkufu na nakuwa tajiri? Hebu jaribu kutamka. Mimi nataka tu kuwa tajiri ya. Enyewe siamini. Kumbe ni maamini mkufu ni wa ajabu sana. Kumbe bibi alisema ukweli. Nimekuwa tajiri sasa. Ni mali yote. Nilikuambia. Unasema nini mwanangu? Haya, simuona utajiri upo. Sasa pia mimi nina ombi moja. Ombi gani? Pia mimi nina ombi moja. Useme ombi gani? Pia mimi nataka kutamka